kuna mchungaji akasimama madhabahuni. Sio kuna mchungaji namfahamu, ni mchungaji wangu anaitwa Obedi Katunzi. Sasa akasema kuna watu wapo kuzimu wanalia. Kuna watu wanalia kwa sababu wanalia wanasema mchungaji wangu hakuniambia, nabii wangu hakuniambia, sijui mtume wangu hakuniambia. Listen, mimi nataka nikwambie kitu hichi ambacho mchungaji wako kama hajakwambia, basi neema, yani atukuzwe Kristo Yesu aliyekutanisha na ujumbe huu. Iwe ni mtume wako, sijui ni nani, hajakwambia, basi ukapate kusema Mungu asante umenikutanisha na ujumbe huu. Lengo na madhumuni, my friend, I just want us tuweze kuingia katika ufalme wa mbinguni. I just want us on that day when it reaches and it arrives, parapanda inapiga, wewe, mimi na ndugu zetu wengine tukapate kunyakuliwa, tuchukuliwe twende tukamlaki Bwana katika mawinguni. Lakini kuna vitu, there are certain things, my sister, my mother, my father, my brother, kuna certain things about the devil is going to make us not be able to be raptured ama kunyakuliwa. Kuna vitu shetani atatuzuia tusipate kunyakuliwa. Sasa hichi kitu mimi naomba Mungu aliye mbinguni, yani kama ni mchungaji unatazama, kama ni nabii, sijui ni mtume unatazama, mimi naomba katika Yesu Kristo, fundisha watu hichi kitu. Mafundisho ni mengi. Nataka nizungumzie kuhusiana na mambo ya mahusiano, about marriage, kuhusiana na kuingia kwenye ndoa, kuhusiana na love situations and yeah, like marriage. Watu wengi wanapenda vitu. Sasa mafundisho mengi. I'm not saying that they are bad. I'm not saying that they are not okay. I'm not saying that they are not supposed to be followed. No, but kuna hichi kitu ambacho hakielekezwi, hakifundishwi, yani it's like kama kimefumbiwa kombe, like tumepewa, kama vile tumepewa, tunasema kwa neema, do what you want to do, fanya unachotaka kufanya. Iko hivi, wengi hawatambui na wengi hawafahamu. Nitaenda kukusomea maandiko na ukapate kuweza kuelewa na kutambua katika akili zako kuhusiana na mahusiano, ndoa. Listen, oh my brother, my sister, listen up. Kama hujaolewa, kama hujaoa, sikiliza. Do all that you can do, but never ever olewa ama kuoa mtu anaitwa mpagani, somebody who is not within the faith of Jesus Christ. Fanya ufanyavyo, do not get married, do not marry na mtu yani fanya ufanyavyo, usiolewe, usioe na mtu aliye nje ya imani ya Kristo Yesu. Kwa nini nasema hivyo? Nitaenda kukusomea maandiko, lakini nakupa msingi huu moja. Labda una haraka, unataka tu swipe, unataka tu uendelee na mambo yako. Point kuni hii hapa. Shetani siku ile atasimama, atakushitaki mbele za Mungu kwa andiko hili moja tu. Atasema kwenye Biblia, atasema hivi: Baba, katika neno lako linasema msifungiwe nira pamoja na wasioamini. Kama hujui ile andiko lipo kwenye Biblia. Siku ile shetani atasimama, atawazuia wengi kwa andiko hili moja tu, just this one scripture. Yani hili andiko atatuia wengi, atawafungia wengi milango ya kuingia mbinguni. How is it? Sikiliza hili andiko, sikiliza. Listen to this scripture, alafu yani fikiria kwa yale maamuzi unaotaka kwenda kuyachukua. Wakorintho wa pili sura ya 6. Nitasoma mstari ule wa 14 mpaka ule mstari wa 16. Sikiliza. Andiko kuu ambalo shetani anatumia ni moja tu, hana maneno ya kunukuu haya yote, hata ya nukuu haya yote, lakini kimoja tu, you're going to be blocked to enter the kingdom of heaven just because of this one scripture. Andiko hilo linasema hivi, Wakorintho 2:6-14. Hilo ndilo andiko ambalo shetani atakutumilia na utazuiwa kuingia mbinguni. Inasema, msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na wasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Nitaendelea. Inasema,
Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari? Au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. The point kuu ni hii hapa. Shetani hata nukuu maneno haya yote, hata nukuu ili moja. Mama, my sister, my brother, my father, umeona I want to marry, umeona huyu dada, huyu hapa anamwabudu Buddha, even though she's a Buddhist, even though she's a I don't know, she's a pagan, even though she's a Muslim, I want to get married to her. Ni mzuri, he's handsome, he's like this and that. Sikia, kitendo cha wewe kuingia tu katika ile ndoa, umeokoka na yule hajaokoka, shetani atasimama mbele za Mungu, atasema, Bwana, neno lako linasema msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na wasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Binti yako amekubali kuolewa na Muislamu. Kijana wako ameamua kuolewa, kijana wako ameamua kuoa anayeabudu Krishna, sijui anamwabudu Buddha, anamwabudu sijui Korea, au anaabudu sijui miungu gani. Shetani siku ile atacheka, atafurahi sana. Leo hiyo siku tena ninazungumza hapa, watumishi wa Mungu tumeshindwa kutengeneza usawa. Wakristo wengi, so many Christians are marrying people who are not within the faith of Christ Jesus. So many people are marrying people, they are outside of the faith of Jesus Christ. They are entering darkness, wanaweka nuru na giza, wanataka kuzichangamanya. Wanachukua nyaya ya positive ya umeme, wanachukua na nyaya negative ya umeme afa nazigusanisha. Kinachotokea ni nini? Shoti tu zinatokea tu pa. Nikusomea hichi kipengele alafu kisha ukapate kuelewa kwa nini hili jambo ni it is so big. Yani ni kikubwa kiasi kwamba sisi tunakichukulia simple. Kuna watu wanasemaje, as long as if there is peace within the house, ili mradi tu kuna amani katika nyumba, hamna shida. Just we muoe Muislamu, muoe tu Buddha, muoe tu mpagani huyo. Let me read you scripture. Kwenye kitabu cha Ezra sura ya 9. Ezra sura ya 9. Nikusomea hichi kipengele si. Ona mtumishi wa Mungu ona hichi kitu ambacho mtumishi wa Mungu alichokifanya kutokana na hawa watu kuoa wapagani, kuoa watu ambao ni wa mataifa. Sikia. Ezra sura ya 9. Mstari wa kwanza nitaenda kusoma mpaka ule mstari wa 3. Biblia inasema hivi: na mambo hayo yalipokwisha kutendeka, wakuu wakanikaribia wakisema, watu wa Israeli na makuhani na Walawi hawakujitenga na watu wa nchi hizi, wamefanya sawasawa na machukizo yao, yani na Wakanaani na Wahiti na Waperivi na Wayebusi na Waamoni na Wamoabi na Wamisri na Waamori. Maana, sikiliza hii, listen, maana wametwaa binti zao kuwa wake zao na wake za watoto wao. Basi mbegu takatifu wamejichanganya na watu wa nchi hizi. Naam, mkono wa wakuu wa mashehe umetangulia katika kosa hili. Nami niliposikia hayo, nikararua nguo yangu na joo yangu, nikang'oa nywele za kichwa changu na ndevu zangu, nikaketi kwa mshangao. This is Ezra. Ameambiwa, bwana apendwa, katika roho wameamua kwenda kuoa wapagani, watu ambao Mungu amekwisha kutukataza tusiweze kufunga nao maagano katika namna hiyo. Kwa mtumishi wa Mungu unayesoma Biblia, wachungaji, manabii, mitume, ama yoyote ambaye ni mjuzi unayesoma Biblia, unaweza kanishuhudia tukianza kwa Suleiman, tukianza kwenye kile kitabu cha wafalme wa kwanza, sijui wa pili, wa tatu, wafalme wa kwanza, wa pili, mambo ya nyakati wa kwanza, mambo ya nyakati wa pili. Ukisoma hivyo vitabu, wafalme wengi walimkosea Mungu. So many kings
they went against the Lord kwa sababu ya wanawake wa kigeni waliooa. Just because of those ndoa ndio iliyosababisha wafalme wengi waliuliwa, wakafa, wakaenda kinyume na mapenzi ya Mungu kwa sababu walioa wanawake wa kigeni. Leo hii unasema okay, mimi na Kristo ndani yangu, potelea pote naweza nikaolewa na mtu yoyote. Sikiliza, iko hivi, listen. You are able, unao uwezo kwenda kuoa mzungu. Sisemi kwamba ni dhambi kuoa mzungu, si kumuoa Muhindi, si kumuoa Mwarabu, si kwa no, it's okay. Ila iko hivi, huyo mpendwa hajaokoka my friend. Wewe umeokoka, umempa Yesu maisha, you know about Christ Jesus. Alafu kabisa kwa yani tayari ushampokea Yesu. Tayari umeshabatizwa katika jina la Yesu Kristo. Alafu unajitoa kwato unaenda kuolewa ama unaenda kuoa mpagani, somebody who is outside of the faith. Hey, nimekusomea andiko. Shetani atakao simama ni andiko lake moja tu. Hana shida na maandiko mengi. Atasimama mahali pale, baba, Bwana, mtoto wako alikuwa kweli anatoa sadaka. Your child was really a good child to you. Alikuwa anakutumikia, alikuwa anafanya hivi, anafanya vile. Lakini baba, binti yako ameolewa na mtu mpagani. Kijana wako ameamua kuoa mpagani. Na neno lako Bwana linasema msifungiwe nira pamoja na wasioamini. Kwa maana kuna ushirika gani kati ya nuru na giza? Baba, Mungu uliye mbinguni, Yehova, huyu ni wa kwako ama ni wa kwangu? Shetani atajinadi siku ile, baba, is this your child or this is mine? Mungu na kuhakikishia katika Kristo Yesu, Mungu atakukataa. Mungu atakataa, atasema huyo ni wa kwako. Ila kuna watu hawa tu peke yao ambao hichi kitu kina wa favor. Watu hawa peke yao hichi kitu kina wa favor. Wale watu walioingia katika ndoa kabla ya wokovu, wamefunga ndoa katika Uislamu, wamefunga ndoa katika pagani wao huko, wamefunga ndoa katika mambo yao, hawakuwa wameokoka. Sasa mmoja akaokoka ndani ya ndoa, yani akaokoka tayari ashafunga ndoa. Katika kitabu wa Korinto sura ya 7, nakupa hiyo kama homework, nenda ukasome. Wa Korinto sura ya 7 kuna mahali inazungumza kwamba msiachane, kwa sababu huyu wewe umeokoka ndani, umeokoka, mwenzako hajaokoka, msifanyaje? Msiachane. Lakini hiyo it favors only those people ambao wameingia katika ndoa alafu walikuwa hawajaokoka. Wewe leo hii unafunga, unaomba rebo koka shadabaka, unasema una Roho Mtakatifu, and then you're going to get a person who is a pagan, alafu you're saying it's okay, nitambadilisha. Nakwambia hivi, funga, toa sadaka, do all that you can do. Hakikisha huyo mwenza wako ameokoka. Kama hataokoka na roho yako ikatokea, roho yako ikaondoka, ama tuseme palapanda ikafanya papa, unaweza kuchukulia ninachoongea like it's something really simple, but I'm telling you the truth. Andiko hilo linasema msifungiwe nira pamoja na wasioamini. Wewe umefunga agano, umefunga agano na Kristo Yesu tusaidie watoto wako. Umefunga agano na mtu aliyekuwa katika giza. Umefunga agano na mtu aliyekuwa katika giza. I'm telling you the truth. Kama umeoa ama umeolewa na mtu aliyewa dini ya tofauti, I'm telling you, within the Christ Jesus faith, I'm telling you this: funga, omba, toa sadaka, fanya uwezavyo. Yani nakwambiaje, katika maombi yako, sisemi usiombe kujua mafanikio sijui nini, omba hivyo, lakini I'm telling you this: pray. Sister, hey father, pray. Omba kweli kweli huyo mtu aokoke. Asipookoka, andiko ni moja tu. Yani sizungumza andiko moja tu. Shetani ana maneno mengi. Moja tu. Tena nimezungumza hivi ndo nimekumbuka. Kuna ushuhuda dada mmoja ambao Bwana Yesu alimpa neema kuweza kushuhudia katika mlango wa mbinguni watu wanaoingia. Miongoni mwa watu waliozuiliwa kuingia, hapa ndo nimekumbuka, kuna dada mmoja alipatiwa hayo maono.
alionyeshwa dada alisimama mbele za kiti, yani alisimama mbele za geti la mbinguni kana kwamba anapaswa kuingia. Kweli alivaa vazi jeupe, kweli vazi lake lilikuwa zuri, kweli alikuwa ni mtumishi wa Mungu, sio alikuwa ni mwinjilisti, sio alikuwa ni nani yule dada, kweli alikuwa ni mtakatifu. Lakini yani ile anataka kuingia, shetani akatokea pap, akamwambia Bwana neno lako linasema, akalinukuu hilo andiko kana kwamba msifungiwe nira. Akasema hivyo, Bwana neno lako linasema msifungiwe nira pamoja na wasioamini. Huyu binti yako kweli alikuwa anakutumikia, vingine naweza nikaongezea, lakini point kuu, shetani alimkamata, alimnasa pale katika kuingia mbinguni. Alitokea tu, baba huyu unamchukuaje huyu? Look, Biblia yako inasema hawa watu wanaochangamana na giza hawapaswi kuingia. Yule dada alionyeshwa kwenye yale maono, yule dada ingawa alikuwa ni mtumishi wa Mungu, alishindwa kuingia katika ufalme wa mbinguni. Alizuiliwa. Mwisho wa siku shetani akajinadi, akasema huyu ndio wa kwangu, haiwezekani akawa wa kwako. Mungu akashindwa kutetea. Sasa anateteaje? Mfano, Mungu anaangalia neno lake. Shetani kasema pale, Bwana neno lako linasema huyu hapa hakupaswa kufunga hiki. Unakubali, unakataa? Mungu anasema ndio, hilo ni neno langu. Baba wewe ni mwaminifu, ubadiliki, jana leo na hata milele. Sema okay, huyu wa kwangu niachie. Listen, labda hujaingia kwenye ndoa, mimi nakusihi piga magoti, ingia kwenye ndoa. Kama ni kijana mwenzangu, sio ni binti, mimi nakwambia piga magoti. Usije kaingia kwenye ndoa, mwisho siku kaingia kwenye majanga. Na rafiki yangu mmoja ni nabii. Huyo rafiki yangu ni nabii. Akanitafuta, ni mwanamke. Akanitafuta, "Umeaje mtumishi?" Bwana anataka nikuambie yamenikuta. Na nini tatizo? Niambie nabii, tatizo like what's up? Akaniambiaje, Bwana kuna jamaa mmoja alinitafuta, akanifuata, nataka kunioa, maisha yake safi, kila kitu kiko vizuri kabisa, yani maisha safi kabisa. Sasa mimi nikaingia kwenye maombi, lakini sikuingia katika maombi kwa kina zaidi kwa sababu ameona anaingia sijui kanisani, anaingia sijui anasali na abudu. Anasema nikana mlazimisha nipeleke kwenu, nataka niende kwenu, nataka nipeleke kwenu nikapate kuona ndugu zako, nipeleke basi, nataka tufunge ndoa. Yani sio yule mwanamke sasa ndo you're forcing, you want to get married. Yule jamaa akamwambiaje, okay basi jiandae twende baharini. Yani hivyo straight up, basi jiandae tutaenda baharini. Sio nataka kuna wazazi wangu. Jiandae tutaenda baharini. Sasa ananiambia yeye, ananiambia mimi kana najua ananitania, kana kwamba ananiambia tu like bana anaishi tu. Yani kana kwamba ananitania tu, analeta utani wake. Akamwambia no, I'm serious. You want to go to my parents? You want to go to see my parents? Jiandae tutaenda baharini. Like what? Baharini? Ndo baadaye sasa hapo kuvunja kubomoa karibu ndo anakuja kuniambia baadaye. Sasa kana kwamba mtumishi nimeavaa. Haraka hazina baraka. Kaa tulia chini ya uwepo wa Bwana na Bwana atakubariki na mwenza aliye sahihi kwa wakati ulio sahihi. Kama umeingia katika ndoa na ulikwisha kuokoka, ukaamua kuingia katika ndoa pamoja na mpagani, iwe ni Mhindi, sijui Mwarabu, sijui ni Mchina, sijui ni Mkorea, sijui I don't know, iwe ni nani, sijui like wana miungu yao. Sikiliza, mmoja tubu dhambi, mmoja mwambie tu Bwana Mungu naomba unisamehe kwa sababu mimi na haraka zangu nimeingia. Lakini muombe Mungu akakukirimie uweza, neema ya kuzidi kuliombea hili jambo ili mwenzako aokoke, usije ukaikosa mbingu kwa sababu ya hilo agano ulilolifunga. Yani wewe umefunga agano na nguvu za giza. Yani umefunga agano na nguvu za giza. Kwa omba Mungu hilo agano livunjwe. Lakini kitu ambacho nataka nikusii katika Kristo Yesu, okoka like seriously, achana na mambo ya kidunia. Utakapookoka vile kikamilifu, utakapoachana na mambo ya kidunia, itakuwa rahisi kwako kupokea kutoka kwa Bwana. Basi kama unatamani kuweza kupata ubatizo ulio sahihi katika jina la Yesu Kristo, ama ungependa kupata sehemu ya kuabudu na kufundisha kweli, mimi niko Morogoro. Kwa huko Dar es Salaam ama sehemu nyingine ungetamani kuweza kupata sehemu sahihi, utatumia namba hizi kunitafuta, then tutajua tunafanyaje. Namba za simu za kunipata ni 0710679104. Narudia tena, namba ya simu ya kunipata mimi Alan ni 0710679104.
Yule Mungu aliye mbinguni akubariki, akutunze, akulinde katika Yesu Kristo. Amen.